niko na Stella. Stella tulikutana UDSM. Tukiwa tunasoma, mimi nilifanya Bachelor of Arts with Education. Baada ya kuwa nimeshakaa nyumbani miaka mingi sana, kumbuka mimi ni msosi, kwa hiyo nilisoma shule za QT. Nilienda chuo kikuu nikiwa mtu mzima kabisa. Nikakutana na Stella. Stella alikuwa fresh from school kabisa, form 6. Mimi nilifanya Bachelor of Arts with Education. Stella ulifanya nini tena? Nilifanya history. Na tulikuwa tunakutana kwenye kituo cha history. Halafu nakumbuka tulifanya kozi moja. Tukaenda kucheza kule FP. Tukacheza na nilikujua vizuri ulicheza Kinyarwanda. Nakumbuka. Lakini tukapotezana bwana. Miaka 10. Miaka 9. Miaka tukaja kukutana, mimi tayari niko Neo Life. Lakini ulipata kazi. Bahati mbaya sasa kazi ilikuwaje kazi? Ambao pelekea hayo magonjwa kupatikana. Kiwa na uzito mkubwa unaweza kukutana na changamoto. Miaka mingapi? Miaka 8. Nyumbani. Nikaolewa, unaweza pia ukapata na magonjwa mengine baadaye sana wakati niko na bidhaa kwanza ambayo tunaweza kuiongelea kama mama. Chai inaitwa Niodarati. Hii kazi yake kubwa ni kuchoma mafuta yaliyozidi kwenye mwili wa mtu. Kwa sababu unene mwingi wa mafuta yaliyozidi kwenye mwili. Kwa kazi ya hii Niodarati ni kwenda kuchoma hayo mafuta ambayo hayahitajiki. Yamezidi kwenye mwili wako. Kwa hiyo pale Stella tulikutana. Ile ndio ilikuwa mwezi mmoja, ndio ilikuwa miezi mingapi? Na kufanya kabisa uweze kuwa vizuri. Ilikuwa kama miezi 6 umeshakaa sasa nyumbani. Kwa mama nyumbani. Ulianza sasa Niliamua kuwa ambayo tunasema baada ya kula ugali wako unaweza ukanikuta naingia kwenye yenyewe kazi yake kubwa ofisi mbalimbali anatafuta wateja. Kwa hiyo mimi nilikuja kama machi unaweza kufanya kuuza kuongezeka. Haki ya Mungu, lakini vyote tunamshukuru Mungu sana. Leo hii Stella mnayemuona ni mtu alikuja kiukweli, aliniambia mimi nataka address. Yaani anataka address ni kwamba atoke nyumbani aje mjini, lakini asizurure anapomsubiria mume wake kurudi nyumbani apate paku. Lakini kweli Stella, address leo imekufikisha wapi? Tukiongelea address nilikuwa na mambo sana as a graduate. Kwa hiyo watu wote waliosoma kutoka chuo kikuu wanakuwa na uhakika kwamba nitakuwa nikiamka asubuhi kwenda kazini. Yaani tunategemea tuwe na kitu kama hicho kinazunguka. Kwa hiyo uzito wako utabaki kabisa chuo kikuu aanze kuwa machi kabisa. Uzito ni aanze kuwa mama nyumbani kabisa, yani kabisa. Kwa mimi for those 8 years nilikuwa ninatafuta niamke asubuhi niende kazi. Nitoke. Lakini nikiamka asubuhi kwenda kwa mchana kupiga ugali. Nikiamka asubuhi kuosha TV. Watu wengi wanatamani nilikuwa kinanikia. Kwa nini nilipata ile kazi huwa sio mzuri pia. Ni kazi nzuri sana. Kuna ambao wanashinda njaa. Kuna ambao wanajinyima chakula. Nilipoipoteza kujinyima chakula yangu ilikuwa inaanza wapi na sio kazi nzuri. Chakula nini nasubiri bado uko pale. Inatengeneza mwili na utaratibu wako. Niliambia options ili zisipotee. Unapeana taarifa kwamba kuna perfume. Kwa hiyo chakula kisitolewe. Utafanya hiyo, utafanya na hiyo. Uliniambia kwa biashara tunasaidia watu kuwa na afya. Lakini ukitumia protein tunasema halikuwa kwa siku ambao ukitumia vidonge ambavyo viko hivyo utakuwa unapata chakula chako chenye madini, vitamini ya nini? Na kitu ambacho mwili unataka. Niko sawa. Nimeenda leba unaweza kutumia vyakula vyepesi kama unaponiambia kuhusiana na habari za afya ya kazi gani? Na ninatamani tunapigia makofi watu baba. Yaani jamani. Baba na hana afya. Kwa nini ndio kidogo wanahisi wanakoresha? Lakini uliniambia kuhusu pesa. Sikuwa naijua. Kwa hiyo kinatengeneza pesa. Natengeneza pesa. Kuna vile pale ndio wanataka kuuza nyama pale wenyewe imagine. Kwa hiyo it was not my unapungua lakini sio hitaji langu. Unaambia kutepeta. Kuna bidhaa ambayo inakusaidia kukaza nyama. Nikafikiria
ziweze kuwa ziweze kungua ila mtu afanye ile kwenda kurudishwa na gari kazi. Nilikuwa navaa suti nzuri. Nilikuwa ninaenda kwa kazi habitually kufanya hivyo. Nakumbuka suti yako ile ya njano. Inawaka hivi. Sasa za uzito tunafaida ambayo tunayo hapa nimetengeneza kwa nyuzi yale mafurushi. Mtu akitumia anasikia ameshiba na nikiwa nakuja pale unasikia umeshiba kwa hiyo wako utakuwa ni mdogo. Hakuna mtu mwingine ambaye na maji ya kunywa. Wengi wanakula na ndio maana hii ndio kazi. Utumiaji wa fiber utamfanya yule mhusika asile mara nyingine na hata akila atakula kwa sababu kidogo, hivyo itamfanya mmeng'enyo wake wa chakula uweze kwenda vizuri na kwamba itaenda kwenye bidhaa za kufikisha wapi. Kisukari tunazungumzia vitu vingi sana. Uliniambia dada, nataka tu kuwa Sapphire. Nakumbuka Irimila ukasema mimi nataka Sapphire tu, vingine sivitaki. Hii ni nzuri sana. Nakumbuka nilimpa mama yangu sukari ilikuwa 29. Ndani ya siku 3 sukari ilishuka mpaka 5 kwa kutumia botanical balance. Kwa tumeshasumbuka hospitali, anaenda anarudi, sukari imedondoka. Lakini alipoanza kutumia botanical balance sukari yake ilishuka na ikakaa vizuri. Yani hapa nina wiki moja unamfahamu na kisukari. Hii bidhaa nzuri sana kwenda kumwambia aanze kutumia, itamsaidia sana. Imagine. Lakini pia unakumbuka siku ile tumeenda Dubai. Ukaniambia hivi dada, kweli ulisema tutasafiri. Uliniambia airport. Unakumbuka tuko airport ukaniambia babu safiri kwenda kupata kisukari. Kwa ni bidhaa nzuri sana ambayo nimeenda Bloemfontein. Hiyo ni South Africa pekee yake. Na nimeenda inasaidia pia kwenye uzito. Kila ukienda unafikiri sukari nyingi una uwezo wa kunenepeana pia. Lakini ukaongezeka ukawa na uzito. Uko na event kubwa. Tuna hivyo sukari pia mtu mwenye sukari anatumia kwa nini? Watu wengi wanashindwa watu wengi wanashindwa kula vizuri kwa sababu ya mpangilio wa vyakula ambavyo wamepewa. Unakuta anataka kula hiki kula hiki kula hiki. Saa hiyo una ratiba, yani una ratiba. Ni kwamba upo tu available. Kuna harusi baadaye jioni umeshatafuta kiwalo. Lakini saa hizi hakuna mtu anakupata. Kama hujaniambia lazima niende kwenye hakuna kitu kabisa. Kwa hiyo mimi Stella nashukuru sana kwanza kwa kunikubali na kunivumilia kwa mambo yote, kwa sababu mimi ni kiongozi. Najua watu wengi wanakuja, hata wewe sasa hivi ni kiongozi. Watu wengi wanakuja kwenye biashara wakiwa na mambo yao mengi, lakini inabidi umjenge na umkuze. Sasa watu wanaamini kama hii biashara labda ya kubeba vifurushi kuzurura mtaani, labda ya kufungua maduka. Juzi mtu akaniambia, sasa nitaanzaje biashara sina frame? Unawaambiaje watu wanaowaza hivi? Kama ilivyo na neno defense huko mbele. Ni bidhaa nzuri sana inayoongeza kinga ya mwili. Nakumbuka ulikuwa na vifurushi viwili vitatu. Kuna mtu unamfahamu, nilikuwa najipa moyo ana changamoto za amepata kisukari, ana pressure, ana ugonjwa wote ambao unamfanya anakunywa dawa kila siku. Kuna kitu unaweza kumpa hiyo defense kwa ajili ya kwenda yani unataka hata kuwa sisi kama rais business. Yes. Hapa sasa hivi naongea na wewe kupitia mimi nina organization ya watu 1,000 kabisa kabisa. Ninaanza wewe una kina Stella wangapi? Yani ni wengi ninavyokuambia. Kwa kuniambia mimi miaka 5 iliyopita nina watu zaidi ya 1,000 nyuma yangu. Sasa mimi ni Stella pekee yangu. Na wanaotengeneza pesa na waliobadilisha maisha yao. Nataka kuongelea pesa. Nataka niongee hapo watu wanaosema umati. Pamoja na wewe hapo wewe hapo bidhaa ambazo kupitia mimi na watu 1,000 ambao watu 1,000 wanafanya kazi. Tuseme tu huyu mmoja akachukua tu product moja akatumia yeye. Una watu 1,000 wanaotumia product. Una haja ya kuzurura mtaani? Sina haja. Una haja kabisa. You are making a lot. Mimi wananiambia last time waliniambia kwa more than 4 minutes. Sijui sasa hivi. Sasa hivi ni nyingi kweli. Kwa security tuishie hapa.
Lakini pia nilikuwa naambia kwamba mtu kupitia hii biashara ndio unaweza kujitruth. Ukawa kama rais kwani kama tu Stella na watu 1000. Yaani chochote wewe una Stella wangapi? Na maana tuseme kuna Stella watatu. Ambazo zinafanya vizuri. Maana kuna watu kama mimi labda watatu. Ambao 3000 tayari. Ukitokea sehemu watu wanakupenda kwa sababu umefanya ada zao za watoto zinalipwa. Umefanya kodi zao za nyumba zimelipwa. Umefanya watu mikate yao mezani imekuja. Tufanye tunavaa suti kama hii. Mimi ni suti ninaichukua moja ni nani yani ni hela. Ni kweli. Yani ni ukitokea kama rais wetu unakumbatia. Yani tunataka hata upigwe tunakuwekea red carpet. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwenye hii biashara unaishi kama professional. Mimi mwenyewe unanijua. Napenda kuprofessional. Ninashika na kiatu cha na kuona hata hapa umetundika kitu cha inchi 6. Sasa unaniambiaje uache? Kwa hiyo ni notion ambayo watu wanayo ambao hawako kwenye field wanasikia. Tunawakaribisha wajue kwa sababu this business iko kama ndoa. Yes. Unaanza ndio unajifunza. Haudi na experience. Kwa hiyo hizo experience waziweke pembeni. Unajifunza ndio unapata certificate. Ni ukweli Stella ulivyosema kama hii biashara unaweza ukajiweka mahali ambapo mimi leo hii rali yetu ya kwanza kuna watu wametoka Tanga, kuna watu wametoka Arusha, kuna watu wametoka wale wajukuu zako wale. Kumbuka si wajui hata sura zao vizuri. Yani wamenipokea kama vile sijui nani. Wakasema bibi tupige picha na nini. Kwa hiyo hicho kitu kiukweli yani kinabadilisha maisha sana. Kazi nyingi huko nje, ukweli kabisa, mtu akitokea hivi kama bosi, watu wanakimbia. Wanaogopa. Lakini hii biashara yetu inafanya watu kuja karibu, ndoa kuja karibu, lakini pia maisha yale kwa ujumla tunavyoona hii ni community. Unakumbuka Cape Town tulikutana na watu wangapi? Wa kutoka nchi ngapi? Zaidi ya watu 700. Watu walikuwa wametoka Togo. Hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza, hawajui yoyote jao. Lakini wako tu hapo wameshinda tuko nao. Watu wa wapi wale? Wa Togo, Namibia. Umeelewa? Kwa hiyo ambia jamii, ambia vijana, sawa, ambao wako wanaona kama hii ni umachinga, wanaona kama hii sio kitu cha kufanya, unawapa ujumbe gani? Kwanza mimi tu niwaambie Stella mnainiona hapa nimepitia kwenye wanafunzi, nimekuwa graduate. Stella mnainiona hapa nimepitia kwenye umama wa nyumbani aliyeparara. Nikiongelea umama wa nyumbani tunaweka professional pembeni. Nilikuwa ni mama kabisa ambaye ukikutana na mimi you will never kama hata nimewahi kwenda shule. Ilifika sehemu ambayo au sijali wangu alicheka baada ya kuona ile picha yangu ukutana akasema mama umesoma makubwa and I'm telling you hiyo ndio ilinitoa kwenye comfort zone mpaka nikaamua kwenda kutafuta kazi kwa nguvu nyingi sana. Na you can imagine miaka 8 nimetafuta kazi bila mafanikio, lakini ndani ya mwezi mmoja nikapata kazi, which means kile kicheko kilikuwa kina afiki kabisa kwamba nilikuwa nimechakaa sana. Kwa hiyo kama mtu ananisikia ni mwanachuo, ajua hakuna garantia ya kumaliza chuo na kupata ajira. Lakini kama mtu ananisikia alafu pia ni mama wa nyumbani, ajua kabisa kwenye hayo maisha aliyopo hapo ya kuparara kabisa. Kupitia hii biashara unaweza ukawa na muonekano nilionao mimi. Alisema ni house girl, alisema alikuwa msosi, but today kupitia ni not our professionalism. Sio professional yako imekuweka hapo kabisa. Kumbuka professional yako ikupeleka makabaka. Ndio tu kwa mtu akawa. Ndio. Kwa hiyo nataka niongee na mama ambao unajiona umejikataa kabisa. Sisi the only business ambao ukifanya bado utafanikiwa. Lakini pia wafanya kazi. Mimi I thank God Mungu alinipitisha kote. Maybe nije kwa kujifunza. Mimi nilikuwa mfanya kazi ambaye nilikuwa nalipa pesa. Ni mshahara kabisa na nachukua na nenda mshahara. Lakini today through this business ninatengeneza mara 16 ya mshahara niliopoteza. Maana yake ninaweza kuwalipa wafanyakazi wenzangu ambao tulikuwa tunafanya nao ile nani moja watu 16
Maana yake nikichukua bonus check yangu ya New Life nikigawa mara 15 ndio napata mshahara wangu ambao nilikuwa napata. So imagine pamoja na kulia kote kumbe nilikuwa Mungu ananitengenezea kitu. Lakini that is not the case. The case ni kwamba hakuna mtu ana guarantee na kazi aliyopo. Kweli. Imagine Magufuli alivyoingia madarakani mheshimiwa wetu ambaye sasa hivi marehemu Mungu amrehemu. Watu wengi walipoteza ajira. Kwa hiyo hakuna guarantee yote kati ya mfanyakazi na kitu alichonacho. Lakini pia niongee sasa na wale watu ambao wanafanya shughuli ndogo ndogo. Mimi nimepitia kuwa matching serious na nimeanza kwa timu. Nilikuwa ninapeleka sana performance zangu pale TBS. And I want to tell you guys, juzi nilienda TBS, nilikuwa ninaenda kuona mkurugenzi wa pale alikuwa anataka product. Nimefika pale watu wote wananishangaa. Stella ni wewe. Miaka 5 iliyopita nilikuwa matching, lakini tunakuona Cape Town, tunakuona Instagram mara huko, tunakuona Dubai, tunakuona Mauritius. Mimi nimeenda mpaka kule Cappadocia. Imagine watu wananishangaa. So ninataka nikwambie kupitia chochote unachokifanya, kama wewe ni kijana, wewe ni mama, wewe ni baba, wewe ni mtu yote yule, this business inakufaa na unaweza na inaenda kubadilisha maisha yako na inaenda kufanya uishi maisha ya ndoto yako. Stella, hebu tuambie kitu kimoja kikubwa ambacho kinakuexcite. Yani kimoja kikubwa kimoja. Yani kitu kinachoni najua wewe sio mtu wa hela, sio mtu wa nini, yani kitu kimoja. To be honest, it's not only kwamba kinani-excite. Usilie lakini tunaenda kuna nini? Kusema kweli ni mpenzi wangu. Mimi ni mtu ambaye nimelelewa na baba. Mamangu amefariki miaka 25 iliyopita. Lakini uweze ameni that is through this business. Umejenga nyumba ya baba. Nimemjengea babangu nyumba nzuri. Kubwa na miaka hata mitatu. So emotion. Na ninavyoongea hapa babangu yuko nyumbani kwangu. Jumatatu atasafiri. Tunataka kufanya bayaki. Imagine. Kiukweli ni kitu ambacho kimekusa maisha yangu kwa sababu tukiwa kama watoto wa kike, babangu amezaa watoto wa kike wengi. Tulikuwa tunaweza kumvalisha baba yetu nguo nzuri, tulikuwa tunaweza kununulia vitu vya gharama kabisa. Na babangu ni mtu ambaye amepanda ndege kuliko zake. Yaani unajua watoto wa kike wanaweza siku na milioni 70, milioni 40 za kujenga nyumba, lakini hawatakosa kukununulia kiatu kizuri, nguo nzuri. Mimi babangu ni mtu ambaye alikuwa anaishi maisha mazuri, lakini hakuwa na nyumba nzuri. And I'm telling you, nimeweza mimi nikiwa kinara pamoja na ndugu zangu tunaenda kumkabidhi baba nyumba. Na bibi sina cha kusema, mimi nakushukuru sana. Nikutakie kila la heri. Amen. Blessed team to international. Amen. Unabadilisha maisha ya watu, unabadilisha ya kwangu. If I can do it, you can do better than me. Yes. Thank you so much. Jamani tunashukuru. Mimi namshukuru Mungu sana, miaka zaidi ya 13 sasa. Mwezi wa 8 nafikisha miaka 13. Niko naonesha watu fursa ambayo New Life ilinipa. Lakini mmoja wa watu ambao nimeonyesha fursa ni huyu Stella hapa. Na leo unazungumzaje juu ya Blessed? Ulikutaje Blessed? Tumekuwa. Mimi nilimkuta Dabiti sana chokonoa lipstick na unaniuliza. Nimemwona akienda ananunua mkoba Aldo. Nimemwona akienda mimi nakumbuka nilinunulia zawadi tukiwa Durban. Yes. Katika nimefurahi sana kusafiri na wewe. Na ninunulia sweta fulani ambayo mpaka leo nalivaaga, sweta ambayo nalipenda sana. God bless tumekuwa sasa hivi tumeweza kusafiri. That time ulisafiri na mimi peke yangu. Yes. Kwenda Durban. Today as I'm talking to you tunatoka Cape Town watu 21 all the way. Yani tumetoka I say so blessed team to the next level. Miaka 5 ijayo bitches. Yes. Tunakusafiri watu 50. Yes. Na sasa tunakuambia wewe ambao unasikiliza na unaona. Na siku zote unaangalia na yani unawaza na una wasiwasi. Kwa kweli hilo pepo litoke. Anza biashara, tutakushika mkono, tutakusaidia. Wewe utamwona Stella, utamwona Biti Simsofeo, utasikia mtu anasema Blessed team, you just come. Si ndio Njoo tutakuonesha na tutakusaidia na tutakuelekeza. Hii tunasema ni biashara ya kujifunza na kila mtu anaweza.